Mimi kwa majina naitwa Bwana Pesa maarufu, kwa hiyo zungumzia Bwana Pesa ni jina kubwa kidogo. Ila leo kuna mada yetu ya unaposema mzee ni nani. Mimi nataka nikuelekeze kitu tu kimoja ambacho nakijua kwa uelewa wangu mimi, kwamba unapoongelea mzee ni nani, tafsiri yake ni kwamba mzee, kwa mimi ninavyoelewa, kwamba mzee ni mtu mwenye makamo kuanzia miaka 60 kwenda mbele. Hata kuanzia miaka 50 kwenda mbele pia sio mbaya sana ukimuita mzee. Lakini unapoongelea mzee ana vitu vingi kidogo ambavyo vinaashiria mzee. Ukubwa wa mzee sio mvi wala sio kuwa na kipara wala kuwa na nini, ni vitu kama busara, maisha anayoishi kwenye jamii, aishi vipi na vijana. Maana vijana wengi tunaamini tukiwa mtu akitwa mzee maana yake unao uwezo wa kwenda kwa huyo mtu na kupata baadhi ya ushauri, maisha mengine. Hivyo basi ukiongelea mzee unaongelea mtu mwenye vitu vingi kidogo. Na mzee kama mzee, ili kumjua vizuri ni kwamba ni mzee mtu ambaye kwa umri wake unaweza kumkuta kuna vitu vinamwandama anapoishi mzee, kama maradhi kuanzia miaka 70 na kitu 78 ni 60. Lakini hivyo yote vinaashiria kwamba unakuta sasa umri wako umeenda mbali kidogo. Anaweza vijana kama sisi tukishaona wazee tunatamani kwenda sehemu kwa wazee fulani, kama mfano unaona vijijini ukuta nenda kwa mzee fulani bwana, unakuta huyo mzee mwenyewe anaenda kumwangalia ni mzee ambaye labda ana umri kuanzia miaka labda 80 50 kwa ukubwa wake. Basi ukuta vijana wengi wanaamini kwamba ana vitu vingi ambavyo anaweza akafanya nini, akawasaidia vijana kwa mawazo, hata pengine pia kwa msaada wa kifedha, kama wazee ambao tayari walijipata mapema. Kwa hata kwetu sisi tunapokuwa tunajua mzee, tunaamini katika uzee kwamba ni vitu kama hivyo ambavyo na nilivyoorodhesha kwanza. Kwa hiyo mzee bwana ana vitu vingi vya kuonekana, kwa mfano kama hivyo. Ninavyoamini mimi. Chao.